Kwa ndugu zangu, huyu anaitwa Salumo. Huyu bwana ni daktari, ni mtu aliyesoma, amesoma hadi nje ya nchi. Ana elimu hapa na degree kibao. Kwao amekuja mtaani kwetu hapa kwa jambo hilo moja. Anahusika na mambo ya madawa ya kulevya. Kifupi, kuanzia ushauri hadi tiba. Kwa hiyo umemleta tushauri sisi? Hamna, unajua watu kama hawa wasomi kama tunawahitaji katika mtaa ili kubadilisha mtaa, ili kutengeneza jamii yenye tabia nzuri na tabia njema. Kwa huyu atakaa hapa kwetu kwa ajili ya kubadilisha mtaa wetu, kuanzia sisi hapa mpaka nje. Atahakikisha usalama, madawa ya kulevya, ushauri na mambo mengine. Kwa hiyo huyu atakaa hapa nyumbani? Huyu tutaishi naye hapa nyumbani, atakaa hapa nyumbani. Huyu inaonekana na hela huyu daktari eti. Na mali nyingi. Sasa hilo ni nje ya lengo lake ni kuja kazini, na kazi ni ndo kama hivyo, ushauri na tiba. Kwa hiyo kuhusu madawa ya kulevya yatakiwi. Kwa hiyo yeye atakupa madhara yake ambayo hata wewe akikwambia ni moja kwa moja utaacha. Sasa huyo daktari mle ndani atalala wapi na godoro liko moja mle? Kaka, mbona unakuwa mbinafsi sana? Biblia inasema ulichonacho kidogo kula na mwenzio. Kwa hiyo haijalishi atalala wapi, hata kama atalala kwenye nguo, ile mradi uzima na kazi inaendelea. Si ndio hivyo? Tutamtandikia hata mkeka huyu. Haina shida ndugu. Unajua nyinyi ni vijana wenzangu na kila mmoja ana chachu ya kuwa na mafanikio na kuwa na maendeleo. Unajua mimi ninapoona wewe unapungukiwa kitu au unakuwa uko chini ya kitu fulani au unaendeshwa kitu fulani, mimi binafsi kama na amani na upendo na wewe lazima iniume. Unaelewa? Na mimi kuja hapa sije kuangalia labda pa kulala, sije kuangalia labda nitakula nini, lakini ninachotamani wote tufanane, wote tu watu aina hii. Wewe ni daktari, unatibu nini? Sikia. Wewe na daktari wako mnendeni kwenye point. Nimekuja hapa kwa ajili ya nani? Maana mimi nachojua hapa nyumbani hamna mgonjwa, hakuna mtu anayeumwa, wote tuko timamu kabisa kwenye swala la afya. Sasa na washangaa mnaposema mnaleta daktari, si daktari. Huyo daktari hapa amekuja kufanya nini? Sasa hilo ni swali nzuri sana muuliza. Mimi na base sasa na madawa cocaine, aidha bangi, unaelewa, na hivi vitu vina madhara sana katika jamii na vijana wengi wameharibikiwa. Sikia daktari, nyoka sasa, nenda kwenye point. Hapa umekuja kwa ajili ya nani? Sisi ndio swali letu. Maana yake naona unatuzungusha manyoka kibao, umeingilia huku, umetokea huku, umeingilia huku, si atuelewe. Nielekeze hebu. Si tuambie kabisa umekuja hapa kwa ajili ya nani Basi mimi nimekuja kwa ajili yenu nyinyi. Ajili yetu sisi wawili. Sisi wawili tumekuja kwa ajili. Umeona tunaumwa hapa au mimi tumekatika nini hapa? Wewe uumwi, yani mzima, tena mzima wa afya. Lakini kuna kitu ambacho wewe unafanya mimi sikifanya. Unaelewa? Kitu gani? Sote si binadamu sisi. Sasa nyie msichokielewa ni kipi? Huyu ni daktari na atakaa hapa kwa sababu nyinyi sio wenye mji. Huyu atakaa sawa, ila atalala chini, tutamtandikia kwenye mkeka. Ni fresh tu, ni sawa. Sema tuambia natibu nini? Bangi gani? Sasa vipi sasa? Mzee yuko wapi? Na ufunguo uko wapi? Maana naona bangu umefungwa hapo, mzee yuko na mmekaa nje. Si hapa tumekaa tunawasubiria nyie mtupe funguo. Kwa hiyo na nyie hamna. Unataka kuniambia na nyie hamjui funguo zilipo, si ndio? Sasa ufunguo mimi nitoe wapi wakati mimi nilikuwa nimetoka kwenda kumpokea mgeni na nilimwacha mzee hapa. Sasa ufunguo sina, nilikuwa najua mnayo. Huyo daktari amekula huyu. Sasa amekula wapi? Amekula stand au njiani? Kwa hiyo hapa wote hamjala. Daktari jala na huyu jala, si ndio? Hatujala sasa. Ili ndio begi la mgeni, leta begi. Ili inatakiwa liwe ndani. Hili linapelekwa ndani. Mbona mambo mengine yanapikika, lakini inatakiwa liwe ndani. Tunajua. Sasa mambo gani hayo tena mnaanza kupekua? Ndio basi.
Angalieni kuna vitu wamtulie basi. Hivi hapa inatakiwa tukauze. Tulia basi wewe. Sijaelewa hapo. Hivi hapa inatakiwa tukauze tupate. Tulia. Sikia. Tulie. Wewe ni wewe. Watulia basi. Achia begi. Sikiza. Ili begi naenda kuliuza. Na hii jezi tunaenda kuuza. Manufaa yetu wote sisi hapa. No. Jisikie huko nyumbani. Hivi vitu vya kupita hivi. Mabegi, nguo tunanunua bana. Tutanunua hivi. Sasa sikia. Wewe kamtafute mzee sawa? Hizi mali ngoja, kuna mwanangu mmoja hapo. Atipush chap sawa? Tunarudi hapa sasa hivi tu. Sasa hivi tu tunarudi na rekebisheni moto. Hatuwezi kupaza. Warekebishe moto hapa hivi tunarudi. Ile familia yako. Kama nguo kwangu. Mambo yatakaa tu fresh. Usijali. Salama kabisa. Mwanangu, unajua nakaa mzozo mwanangu. Mwanangu yani hapo arachuga yenyewe nimeharibu yani kamanda. Unaona? Kuna binti yenyewe alijichanganya nikapiga ndani yani akapata mimba. Umeona bana? Ile kupata mimba akaanza kunisagura. Umeona? Yaani wamenisagura kila kona, mimi nikachora ile 1 na 2. Umeona? Ile kuchora mapema sana nikakimbia, ndo nimedondokea la hapa hivi. Umeona? Nikakutana na mtu kama wewe, ndo unataka unisave sasa, yani tukasikia hata mwanangu. Sasa ni sawa, lakini sasa kama kwenu ulikozaliwa wewe, ambapo huwezi kupakimbia na hata ukikimbia ipo siku utarudi, ndo umeyawananga, umeyavuruga. Vipi kwa huko kwa wengine huko? Si ndo utaharibu zaidi? Hapana kamanda, yani nitajifunza kutokana na makosa. Siwezi haribu kule nije tena na huku niharibu. Dunia nzima nitakuwa nakimbia tu. Ni sawa, lakini nakusii kitu kimoja. Jaribu kufata tabia njema ambazo zinaipendeza jamii. Na huku kwetu nakwambia, ukienda tofauti na matakwa ya jamii, tusije tukalaumiana. Mimi nafanya kama msaada kwa sababu binadamu atakuwa tusaidiane. Leo kwako, kesho kwangu. Kwa hiyo wewe ni promise kitu kimoja. Hautavuruga au hautaenda kinyume na matakwa ya jamii. Tajitahidi sana ni kuyafanya. Utajitahidi. So utafanya, utajitahidi. Tajifunza kutokana na makosa. Basi karibu nyumbani, wewe twende. Ila kama nilivyokuambia, hapa kijini kwetu yani ukifanya mambo ambayo jamii haitaki, basi wewe moja kwa moja jela inakuhusu, na sisi tunaga huruma. Na hapo usinilaumu, mimi nafanya kama msaada kwa sababu na mimi siku moja naweza yakanipata hayo. Kwa hiyo mimi nafanya kama msaada. Shukrani ni gangu. Haina noma mwanangu. Mimi show yote napiga, yani ukinitafutia show yote napiga.